nimeangalia katika nchi hii hamna mwenye haki ya kuweza kumla samaki isipokuwa ni wewe. Huyu samaki kwa thamani aliyonayo anastahiki aliwe na wewe, sio mimi. Ile takrima, ile heshima aliyopewa yule mfalme, akampokea yule samaki, akaingia ndani, akachukua pesa dirhamu moja akampa yule maskini. Yule mvuvi akamwambia nenda kale katumia hii dirhamu. Yule samaki thamani yake na ile dirhamu moja ni vitu viwili tofauti. Ile pesa aliyopewa yule mvuvi ilikuwa na thamani kubwa kuliko samaki yule. Mke wa mfalme akachukia sana, hasadi yule. Alikuwa anatueleza khatibu, yule mke wa mfalme ni hasad, tabia yake hasad, kuchukia mtu anapopewa neema. Akachukia sana kwa kile kitendo. Itakuwaje huyu mume wangu anatoa dirhamu moja kumpa huyu mvuvi? Huyu samaki kweli mzuri lakini hana thamani. Akakasirika sana, akamwambia mume wake, mume wangu, ulichokifanya si sahihi. Ninakuomba mwite yule mvuvi tumrudishie samaki yake. Huyu samaki hana thamani ya pesa uliyompa. Mfalme akasema, nimeshampa hiyo dirhamu, ameshakwenda na samaki ametuachia. Hivi nairudishaje hii samaki na kutaka dirhamu niliyompa? Akasema kazi ndogo, tuma mtu amwite. Akishafika hapa, wewe muulize swali, je, huyu samaki ni jike au dume? Akisema huyu samaki ni mwanamume, wamwambie sisi nyumba ya mfalme huwa hatutumii samaki mwanamume. Akisema huyu samaki ni jike, utamwambia nyumba hii ya mfalme huwa haitumii samaki jike, inatumia samaki dume. Biashara itakuwa imeisha. Mfalme akasema sawa. Hasa ndio sasa akatumwa mtu akaenda kumwita yule maskini. Yuko njiani, bwana anafurahia ile dirhamu. Yule maskini akaja, anahisi labda naenda kuongezwa. Mvuvi huyo labda naenda kuongezwa nyingine, nyumba ya mfalme baada ikikuita tena kama hivi unaitwa ikulu kwa rais, bwana anasema sijui kuna nini. Basi alipofika mfalme akamwambia yule mvuvi, bahati mbaya bwana, sijakuuliza huyu samaki vipi, ni jike au dume? Yule mvuvi akamwambia mfalme, la, nakushukuru sana, huyu samaki nilimleta sio jike wala sio dume. Huyu samaki mbili. Yule mke wa mfalme ni hasadi kikazidi kumkereketa. Nilichukia dirhamu moja, sasa ameongezewa zimekuwa mbili. Tafanyaje? Mvuvi wakati ameondoka na zile pesa anasema naenda kutumbua maisha. Wakati iko njiani, dirhamu moja ikadondoka chini kwenye mchanga, akainama kwa ajili ya kuokota. Kwa wakati ameinama anaokota, yule mama hasadi akamwambia mume wake mfalme, unamuona yule mvuvi hana nidhamu kabisa. Si unaona alivyoinama pale, anakutazama wewe kupitia nyuma, hana nidhamu. Mwite umrudishie samaki wake na umnyang'anye pesa uliyompa. Mfalme akamtazama, namuona kweli ameinama hivi. Akatuma kijana akaenda kumwita yule mvuvi. Mfalme akamwambia, bwana vipi wewe unanitazama kwa kupitia nyuma, imekuwaje hauna nidhamu? Mimi kiongozi kweli unanitazama katika hayo? Akasema mfalme, hapana, wakati natembea hizi pesa ulizonipa moja ilidondoka chini. Kwa hiyo nilivyokuwa nainama, nilikuwa nataka nihakikishe kwamba picha iliyoko katika ile pesa ni picha yako wewe, isipate vumbi. Nilikuwa nataka nihakikishe kwamba ile pesa wakati naitoa pale chini kuirudisha mfukoni, nihakikishe kwamba hakuna vumbi yoyote itakayogusa kwenye picha yako ya mfalme. Mfalme akafurahi sana, akaingia ndani, akachukua dirhamu moja akampa. Kisa ni kirefu. Kule mwisho yule mama alifanya fitina, lakini fitina ile ilipelekea mtoto wake wa ndani kufa. Kule mwisho wa kisa. Kwa hiyo huyu hasadi siku zote huwa yeye maisha yake tu hapa duniani. Yaani hapendi tu akikuona umevaa kanzu nzuri za hata huyu bana anazidi kujidai. Anaumia tu, anaumia. Wala hujui maskini umefanya kazi gani kupata hiyo neema. Tumsalie Mtume.